Unajua Mungu amekupa fursa ya kuja kanisani. Alitaka aseme na wewe kwa ushuhuda wa nabii Isaya. Alitaka Mungu akukumbushe mambo ya msingi, kwamba mwanzo wa maisha mapya na Mungu ni kumwona Bwana. Na unapomwona Bwana, nimesema kwanza, unauona alivyo mkuu na mwenye enzi na mamlaka yote, huyo Mungu wako. Unamwona alivyo mtakatifu. Mungu aliyeumba mbingu na nchi ni mtakatifu, ni mtakatifu. Lakini ya tatu, tumeona unajiona nafsi yako, unaitambua nafsi yako, unatambua mapotofu ya nafsi yako, unatambua uovu wako katika nafsi yako. Na sasa malaika anafanya kazi yake, anakujia ili kuifuta dhambi, ili kuifunika dhambi. Somo linatoka Isaya sura ile ya 6 mstari wa 1. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nilimwona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikajaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka wakaitana kila mmoja na wenzake wakisema, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana Mungu wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akanikaribia, naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitwaa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. Akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo, akaniambia, tazama, hili limekugusa midomo yako, na uovu wako umeondolewa, na dhambi yako imefunikwa. Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa, nitume mimi. Amen. Ni yule mambo ya badiliki, anasema sichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine, maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema. Anasema sichukuliwe na mafundisho ya namna nyingine, maana ni vizuri moyo ufanywe imara kwa neema. Yesu ni upako wako, acha kukimbilia kwa manabii wa uongo. Yesu ni jibu lako, acha kukimbilia kwa waganga wa dunia. Yesu ni upako wako, acha kukimbilia kwa manabii wa uongo. Yesu ni jibu lako, acha kukimbilia kwa waganga wa dunia. Yesu ni upako wako.
Nimshukuru Mungu tena kwa hii nafasi nyingine ya kuweza kutafakari neno la Bwana kama tulivyosoma katika Isaya sura ile ya 6. Katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila mmoja alikuwa na mabawa 6. Kwa mawili alifunika uso wake, na kwa mawili alifunika miguu yake, na kwa mawili aliruka. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemwona Mfalme, Bwana wa majeshi. Amen. Naomba nikomea hapo katika nafasi hii ama awamu hii ya kusoma kwangu. Bwana asifiwe sana kanisa. Uhuru wa Yesu. Naomba niseme maneno ya Nabii Isaya katika sura ya 6. Anajieleza vizuri, lakini pengine niseme anaanza katika maneno ya historia. Anasema mwaka ule aliokufa mfalme Uzia. Mfalme Uzia alikuwa miongoni mwa wafalme waliotawala Yuda, na inasemekana yeye alitawala katika mwaka wa 791 kabla ya Kristo, na hadi mwaka wa 739 kabla ya Kristo hajaja. Kwa hiyo alitawala miaka hiyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Na sasa leo, Jumapili ya leo, nilitaka kuzungumza mambo manne mtu anapokutana na Bwana. Mambo manne ambayo mtu wa Mungu anapokutana na Bwana aweza kukutana nayo, aweza kuyapata. Ama mambo manne kwa mtu wa Mungu ama mtu anapokutana na Bwana. Isaya anatuonyesha mambo manne aliyoyapata baada ya yeye mwenyewe kukutana pamoja na Bwana, kumwona Bwana. Na sasa unapotafakari haya mambo, unaweza kuwa katika mizania ya kutazama maisha yako. Moja ya jambo ambalo tunaona Isaya alikutana nalo alipomwona Bwana, kwamba Isaya alipomwona Bwana, Isaya alipokutana na Bwana, anatajwa katika ule mstari wa kwanza kwamba mwaka ule aliokufa Uzia, mfalme Uzia, katika mstari ule wa kwanza anasema, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Amen. Ni nini hapa anatuambia Isaya katika kitabu cha unabii wake? Ni kwamba mwaka ule ambapo Isaya alikutana na Bwana, Biblia inatuambia Isaya aliona kiti cha enzi kilicho juu sana. Sasa huo unaweza kuwa msamiati upande mmoja. Bwana asifiwe sana. Aliona kiti cha enzi kilicho juu sana. Kiti cha enzi. Na kiti cha enzi kinawakilisha mamlaka ya Mungu wetu aliyeumba mbingu na nchi. Amen. Cha kwanza kutambua unapokutana na Bwana, mamlaka ya enzi ya Mungu wako itakufanya umtegemee Mungu, itakufanya umtumaini Mungu maisha yako yote. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine Isaya aliliona alipokutana na Bwana, Isaya aliona
utakatifu wa Mungu. Bwana asifiwe. Utakatifu wa Mungu. Katika mstari wa 2 na wa 3, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wa jina lake. Huyo ndiye Mungu tunayezungumza. Na mtu yeyote anapokutana pamoja na Bwana auone utakatifu wa Bwana, anauona utakatifu, anamwona Mungu alivyo mtakatifu, asiye na dhambi hata kidogo, yeye asiye na doa, asiye na waa hata kidogo. Huyo Mungu ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Mtu anayekutana na Bwana anamuona Mungu hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 3 hilo, Isaya alijiona nafsi yake imepotea. Na nimesema moja ya jambo, ukishafika mahali unajitazama kwa nafsi yako na kutambua makosa ambayo umeyafanya mwenyewe, umeanza kuokoka kweli kweli. Mnanielewa? Lakini kawaida ya binadamu, hata kama kosa likitendeka, huwa wanapenda kusukuma kwa mtu mwingine na wanapenda kujadili makosa ya watu. Mimi sijawahi kuona mjinga anajadili makosa yake. Kila saa mtu mbaya anapokuja anazungumza mabaya ya watu, hajizungumzii yeye. Lakini Isaya anasema, ole wangu maskini, maana mimi nimepotea. Sasa ukiwa unazoea kunyosha mikono na vidole kwa watu wengine, unadhani Mungu anafurahi? Kwa sababu huwezi kumfundisha Mungu kwamba huyu ni mwovu. Huwezi kumfundisha Mungu hivyo. Wewe ndio ujitazame nafsi yako mwenyewe. Tunataka tufungishe ndoa fresh. Tena kutoka hapa mnaondoka mnaenda kuchumbia makanisa mengine, kwani hapa hamna? Inawezekana wanakujua. Inawezekana wanakujua. Kwa nini? Ukitazama kukokotoa sababu za watu kwenda huko nje, kwenda nje. Huku ndani kuna fellowship kweli? Huku ndani kuna dalili za imani kweli? Huku ndani kukoje? Maana saa nyingine usitazame tu hao wanaondoka. Wanaondoka kwa sababu gani? Umejipanga wewe na Bwana. Umejipanga na Bwana. Nani anapenda kuwa mke mpagani? Na kijana naye umejipanga. Maana mahali pa kwanza ni hapo tu kwa Mungu. Si ndio jamani? Mimi niliwaambieni zamani, wakati mimi nataka kuoa, nilikuwa nimeweka vigezo. Nilimwambia Mungu hivi, nataka mtu ambaye anakupenda na anakutumikia. Hata utumisha aina gani? Nilisema tu hata akiwa mwanakwaya ni afadhali. Lakini mtu ambaye ana kitu kanisani, sio ambaye yuko idle tu. Anakaa sio harusi. Bwana asifiwe sana. Huwa tuna mtihani mkuu wa vijana kutambua nani ataweza kuwa mwenzi wako. Huwa ni mtihani mkubwa, mpaka uombe sana. Na usipoomba ukawepo na utukufu wa Mungu juu yako, utakurupuka kuoa simba. Ndio maana Adamu aliletewa. Unajua kabla Adamu apate mke, nini kilipita mbele yake? Si walikuwa wanyama tu. Walikuwa wanyama tu. Akapita twiga, akasema huyu ni twiga. Akapita tembo, akasema huyu ataitwa tembo. Akapita naye aliyewaita majina pia. Nadhani Mungu alikuwa na listi huko juu. Sasa ameletewa mbele yake wote, akawapa majina wote. Hazungumzi lolote habari ya maisha ya mume na mke. Akatengenezwa mtu anaitwa Eva. Akaletwa mbele ya Adamu. Eva pole Eva anapita. Na Adamu alipomwona Eva hakuzungumza habari ya simba wala twiga wala mnyama yeyote. Akasema huyu ni nyama katika nyama yangu na mifupa katika mifupa yangu, ataitwa mwanamke. Usije ukakurupuka. Anahitaji maono ya Mungu, umuone mwenza wako ni nani. Na si niliwaambieni mimi niliwaambia wakati mimi naenda kuchumbia, nilienda kanisa ambalo sina mchumba. Na nikamwambia mchungaji, Mungu ameniambia naoa kanisa hili. Na kanisa lile mimi sijawahi kusali.
Akaniuliza una mchumba? Nikamwambia sina. Ni kama akanishangaa kidogo. Lakini akakumbuka yeye ni mchungaji, akasema umekuja vizuri. Akayaacha. Sasa baada ya mwezi mmoja nikarudi. Maana mimi wakati ule nilikuwa Bunda Magu, unajua nini? Nimeamua tu kama nimeamka asubuhi nimesemeshwa na Bwana, nikaenda Magu. Kienyeji tu hivyo. Lakini Bwana alikuwa pamoja na mimi. Baada ya mwezi mmoja nimerudi, mchungaji nikakuta ameandaa wasichana 3. Na akaniambia jioni ya leo atapita mmoja, wale 2 utawaona kesho. Mama alikuja jioni ile, anatoka kwaya jioni ile. Na alipofika tu Bwana alinisemesha, akasema ni huyu. Kwa sababu nilikuwa nimeomba sana na nimesema na Mungu na nikamwona kama Adam alipomwona Eva, alipopita tu akatusalimia leja hapo, akaenda kwa mama mchungaji huko, alafu nikamwambia mchungaji, mtu nayemtafuta ni huyu. Alisema akaniambia kwani unamfahamu? Lakini Bwana amesema ni huyu. Subiri kesho. Nikamwambia mimi kesho sisubiri. Nilikuwa na hakika 100% Bwana amenipa. Haikuwa leja. Kwa hiyo mimi naamini hivi, vijana ukiomba, vijana ukisema na Mungu, utamuona Eva wako. Tunataka ndoa ambazo zitakaa, ndoa zitakazosimama, ndoa ambazo hazitachandika miaka 2 mwaka mmoja, ndoa ambazo zitadumu, ni za watu waliomwona Eva wao kabisa. Sio wale wa Facebook siku hizi. Eti na Facebook nayo inaleta mchumba. Kichekesho. Amen. Jamani, muda nadhani umeisha. Lakini niwaombe Mungu atusaidie sana kutambua nafsi yako kwamba imepotea. Kutambua mahali gani. Na ndipo unapoona mazingira hayo. Isaya anasema mstari wa 6, Biblia inasema kisha mmoja wa maserafi wale akaruka akaniambia. Naye alikuwa na kaa la moto mkononi mwake. Alikuwa na kaa la moto. Yule mmoja wa maserafi akamrukia, alikuwa na kaa la moto mkononi mwake, ambalo alikuwa amelitoa kwa makoleo toka juu ya madhabahu. 7 akanigusa kinywa changu. Anasema akanigusa kinywa changu kwa kaa hilo. Akaniambia tazama hili limekugusa midomo yako. Na uovu wako umeondolewa. Na dhambi yako imefunikwa. Kaa la moto wakaja wakagusa mdomo wake. Tangazo la hadharani likasema ya kwamba uovu wako umeondolewa na dhambi zako zimefanya nini? Zimefunikwa. Isaya akawa mtakatifu tena kama Bwana. Dhambi zake zikaondolewa, zikasamehewa, zikaondolewa, akawa huru Isaya, zikafutwa dhambi zake. Isaya alikuwa amepotea na mdomo wake ulikuwa mchafu na jamii yake ilikuwa chafu. Yeye akawa mtakatifu, dhambi zake zikaondolewa, uovu wake ukafunikwa pamoja na Bwana. Sasa Isaya anasikia sauti ya Bwana inaita, inasema ni nani nimtume nani? Hebu soma mstari wa 8. Anasemaje? Kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema. Akasikia sauti ya Bwana ikisema nimtume nani? Nimtume nani? Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema. Isaya akasema mimi hapa nitume nini? Anatumwa kwenda wapi? Kwa hii jamii yenye midomo michafu.
nikiwekeza kwa Yesu nitapata neema, sitahesabu hasara, nitahesabu faida. Nikiwekeza kwa Yesu nitapata neema. Yesu Kristo ni yule yule jana na leo. Yesu Kristo ni yule yule jana na leo.